Tuende wimbo wa 128 Kiswahili 134 ama 134. Tafuta daima utakatifu. Tafuta daima utakatifu. Fanya urafiki na Wakristo tu. Neno siku zote na wana wako. Baraka uone kwa kila jambo. Tafuta daima utakatifu. Uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako. Utabadilishwa kama alivyo. Tafuta daima utakatifu. Kiongozi wako awe Yesu tu. Katika furaha au huzuni, kumfuata Yesu Mwokozi. Tafuta daima utakatifu. Ongoza katika haki, ufanya tayari wa kazi yake. Bwana ni mwema siku zote. Ninapenda kutoa tangazo kama mtu yote ambaye ni wa familia anaweza kuchukua katika ile viti viwili vya mbele vya upande huu na ile viti viwili vya mbele upande huu. Kama kuna mtu yeyote anajua ni familia ya karibu, tunaomba waje katika kwenye ile viti viwili vya mbele vya upande huu na viti viwili vya mbele. Asante sana. Ijana na 143. Ijana na 100. Ningeomba tafadhali kwa Waadventista ambao mnazijua nyimbo hizi, ili ndio mnapasha tia nguvu na wengine wanawaendea, itakuwa mzuri sana. 143
ijana na makumyabiri. Baba sina musahara na pamoja kama kwangu umefika nifanyeje Baba sasa hivi naamini Yesu alikuja Tuende wimbo wa 128 Kiswahili 134 ama 134. Tafuta daima utakatifu. Tafuta daima utakatifu. Fanya urafiki na Wakristo tu. Neno siku zote na Bwana wako. Baraka uone kwa kila jambo. Tafuta daima utakatifu. Uwe peke yako ukimwabudu, ukimwangalia Mwokozi wako.
na siku zote. Ninapenda kutoa tangazo kama mtu yote ambaye wa familia anaweza kuchukua katika ile viti viwili vya mbele vya upande huu na ile viti viwili vya mbele upande huu. Kama kuna mtu yeyote anajua ni familia ya karibu, tunaomba waje katika kwenye ile viti viwili vya mbele vya upande huu na viti viwili vya mbele. Asante sana. 143. Ningeomba tafadhali kwa Waadventista ambao mnazijua nyimbo hizi, ili ndio mnapasha tia nguvu na wengine wanawaendea, itakuwa mzuri sana. 143. Baba sina msaada na kwako pekee, kama kwangu umefika, nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikuja, sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Ni furaha gani kwangu kukuona uso, sauti yako nipate neema. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Tunaenda 145 Kiswahili. Kinyarwanda 137. 145. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Dunia unidanganya, Yesu yu mwaminifu. Wema ni ajabu, pendo ni la kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima.
Habari ya siku. Nashukuru Mungu. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha katika programu hii ya maandalizi ya ibada ndogo inayokwenda kufanyika pamoja na neno litakayotolewa na familia kabla hatujaenda kwenye sehemu ya nyumba ya makao ya muda mrefu. Nitaomba kiongozi wa nyimbo aweze kututolea wimbo. Tukimaliza wimbo, kuna neno fupi litakalosikia kutoka kwa Pastor Selef, na baada ya neno hilo tutamsikiliza kiongozi wa familia atakayetoa historia na ushuhuda wa maisha ya marehemu, na baada ya hapo tutaenda na kuaga ama kumuona mara ya mwisho mama yetu kwenye chetu Kaindo ya Lala, na baada ya hapo tutaelekea kwenye kaburi ambapo tutaenda kuhifadhiwa. Asante sana. Tunaomba Bwana aendelee kuwapa moyo wa kuvumilia. Vipindi hii tunajua ni vipindi vigumu, lakini kila mmoja tujipe moyo sababu Bwana yuko pamoja nasi. Kama kawaida tutakamata wimbo wa 168 Kinyarwanda indirimbo y'umunani. Indirimbo ya munani Kiswahili 168. Tarumbeta ya maana itakapolia mara milele itakapopambazuka. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara milele itakapotangazoka. Na watakapokusanyika kama majina yao waponi mwema.
Father, we thank you for everything that you have done for us so far. Baba, tunakushukuru kwa yale ambayo umeyatenda kwetu, Because we wake up this morning, kwa sababu tumeona siku nyingine, tumeamka asubuhi hii. we have a way to thank you, Lord. Kuna njia na namna tunapaswa kukushukuru Bwana. It is different for those who did not wake up this morning. Ni tofauti na wale ambao hawakuweza kuiona siku ya leo. We praise your name because we are alive. Tunakushukuru na kuweza kuinua jina lako kwa sababu sisi But those who are no more, lakini wale bado hawako, wale ambao hawako tena, there is nothing we can do. hakuna jambo tunaweza kufanya. We can only ask you, Lord, to hold on to us our alive state. Ambacho tunakifanya ni kuomba Bwana uendelee kutushikilia sisi ambao tuko wazima. Give us hope Tupe tumaini that one day when the world is called up yonder, we'll be there. kwamba siku moja Yesu ama wewe Bwana utakapoita, nasi tutakuwepo katika majina yake. And this is our prayer in Jesus' name. Na hiyo ombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Good morning. I would like to request a moment of silence. Ninapenda tuwe na muda Hapana, tuko na rekodi. Kwa sababu kama tuko na rekodi watu wanahitaji linki. muda wa kutafakari. Wanahitaji nini? Linki ya kuwachi. Watu YouTube. Oh, ule ndo uko live ule. Hapo pale mbele. Brothers and sisters, Dada zetu na kaka zetu, it is not strange sio jambo jipya na sio ajabu to see death still alive. kuona kifo hadharani, Because my Bible said, kwa sababu Biblia yangu inasema as I still living, ikiwa ni mimi bado niko mzima, death is living. na kifo bado kinaishi. But for her, death is gone. Lakini kuhusu yeye, kifo kimekuwa kimya. But we all who is alive today subject to die. Lakini tunajua kwamba yeyote ambaye anaishi kwa leo anapaswa kufa. I did not make that up. Mimi sijaongeza chochote kwa hiyo. David in Psalm 23 verse 1 to 4. David in Psalm Daudi 23 katika Zaburi yake ya 23 verse 1 to 4. na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4, And I'm reading this in the New Living Translation. ninasoma haya kutoka tafsiri mpya ya Biblia. It says this. Inasema, The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu, I have all that I need. nina chochote kile ninachokihitaji. He let me rest in green meadow. Yeye hunipumzisha katika majani mabichi. He leads me beside peaceful streams. Na yeye hunilaza karibu kando ya maji yaliyo
safi. Yeye umelazwa. Verse 3 says this. Na ile aya ya 3 inasema, He renews my strength. unihuisha nafsi yangu He guides me along right path, na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake, bringing honor to his name. Verse 4 said, even mistari hii you may not see it, yawezekana usione, but it tells you, even if you die, lakini inasema hata katika mauti you die with the hope of resurrection. tunafariki katika matumaini ya kufufuka tena. Amen. This is why the last verse said, I will not be afraid. Ndio maana mstari wa 4 wa Zaburi ya 23 unasema sitaogopa. Well, John chapter 16, verse 22 and 23, Lakini pia Yohana 16 mstari wa 22 hadi wa 23, John 16, 22 and 23. I'm going to read that in the New International Version. Yohana 16 mstari wa 22 na ule wa 23 tutasoma katika tafsiri mpya. And it says, Inasema, so with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Verse 33 says, Na mstari wa 23 unasema, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwona Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. The devil always thinks he will win. Siku zote shetani hufikiri kwamba atashinda kila siku. By giving us trouble, bringing trouble into our path, Kwa kututia katika mitego na majaribu, and when he sees us discouraged, he said, well, I'll win. na yeye anapotuona tukihuzunika na kuregea, yeye hupigilia makofi na kusema nimeshinda. But he forget who is my big brother. Lakini anasahau ndugu yetu, kaka yetu, My big brother tricked him. ambaye ni ndugu yetu mkubwa. He come after my big brother, Lakini anakuja juu ya kaka yangu mkubwa. my big brother died. Wakati huo ndugu yangu mkubwa, kaka yangu, alifariki. And my big brother said, I got you Na huyo ndugu yangu anasema nimekupata on the third day. kwa siku ya leo. So let me give you this little story. Ngoja niwape kisa kimoja. There was two brothers, Nimepoteza ndugu zangu wawili, a big brother and a little brother. ndugu yangu mkubwa na kaka yangu mdogo. There was a bee flying in the garden. Hiyo ilikuwa ni kama nyuki anayepaa katika shamba. And the bees go bzzz, and dip Nyuki on my big brother, bite my big brother. Nyuki alimung'ata, alikuwa anaruka kwenye shamba kama vile unavyojua anavulia nyuki, alafu akaja akamgonga ndugu yangu. And guess what happened? Unajua nini kilitokea? The sting and the strap attached to the bee sting,
And when the bee left, the teeth and the stripes stay on my big brother. Kwa hiyo baada ya kung'atwa na yule nyuki, sumu ya yule nyuki ikawa imeharibu jino na mishipa ya meno baada ya kuwa yule nyuki ameondoka. For those who may not know, a bee has only one teeth, and that teeth attached to his stripe. If he bites you, when he come out, the stripe and the teeth stay on your skin. Kama unapojua anapokuwa na ameng'ata mtu, yule mshale wa nyuki hubaki kwenye mwili wa mtu. And as soon that that bee bites you, he will not be eating or living anymore. That's it for that bee. Na kumbuka nyuki anapokung'ata, hata uongeza tena kung'ata mtu mwingine tena. Hata kuishi hayawezekana asiendelee kuishi. But the little brother Lakini mdogo wangu did not know that. hakujua. So the bees coming bite my big brother, Wakati nyuki ameng'ata kakangu mkubwa, and the little brothers, the bee just go on, zzz, and the little brother keep on running. na huyu nyuki baada ya kuwa amemng'ata kaka yangu, mdogo wangu aliona kwamba vile nyuki baada ya kumng'ata ameendelea kuzunguka kama unavyojua anafanya nyuki. Anapomaliza kung'ata mtu, anakimbia huko na kule. All the bee is trying to do is scare the little brother, but he cannot bite him again. Kumbuka huyu nyuki ameshatoa ule mkuki wake, ule mshale wake. Hana mshale tena wa kuweza kumpiga huyu bwana mdogo. Anachokifanya ni kumtishia tu, lakini hana mshale mwingine wa kuweza kumpiga yule ndugu yangu. Because he has no more teeth. Kwa sababu hana mshale tena, ni mmoja tu. It makes you scared when he cannot bite you. Lakini nyuki akishang'ata mtu mmoja, anachokifanya baadaye ni kutishia mtu, kwa sababu hana tena jino ama mkuki wa mshale wa kuweza kumpiga mtu mwingine. That big brother was Jesus. That big brother was Jesus. Huyu bwana mkubwa alikuwa ni nani? Ni Yesu. After the devil bite Jesus, Wakati kifo kimemjia Yesu, the only thing he can do to us is make us scared, but he cannot do anything to us no more. kwamba kifo baada ya kuwa kimemchukua Yesu na Yesu akakishinda, anachokifanya kifo kwa leo ni kututishia. Hawezi akatushinda tena. As long you come to Jesus and you give him your whole self. Ikiwa umejitoa kwa hasa unapokuwa umekuja kwa Yesu na kutoa maisha yako na kumwamini kama yeye mfalme na mwokozi wa maisha yako. Even if you die, Hata utakapokufa, you win. Did you hear that? umeshinda. Because what you're going to get afterward is eternal life. Kwa sababu baada ya hicho utakachokipata ni uzima wa milele. The devil thought he bite Jesus, he kill him, and he done with us. Kifo ambacho kilimuua yeye, lakini amekishinda. Kwa hiyo kifo kimeshamalizika mbele yetu. But Sunday morning, Jesus punched him. Na kumbuke kwamba Jumapili, ile siku ya kwanza ya juma, Yesu akakishinda kifo. And Jesus said, "Ha ha! I got you." Na Yesu akasema, nimekupata, nimekushinda. The devil said, Na kifo kikasema, I thought I got him. nasema nimekupata, nimekuua Yesu. And our left will be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo
tutakuwa pamoja na Bwana milele. I have a tendency when I speak, Huwa nina shauku ninapoongea kwa watu. I hate to stand on the pulpit. Huwa napenda nisimame nishuke kutoka kwenye mimbari. I like to be close to people when I'm talking. Huwa ninapenda kuwa karibu na watu ninapoongea. How many of you would think she's in heaven now? Raise your hand. Wangapi mnafikiri kama mama yuko mbinguni kwa sasa hivi? Listen, don't feel ashamed. Don't feel ashamed. If this is what you believe, just raise your hand. Na usiogope kama hiyo ndio imani yako unachokiamini. This is what you believe. Everybody has their own belief. Hivyo ndivyo ninavyoamini na kila mtu ana imani yake. Everybody think different. Watu wanaweza kuwa wanafikiria tofauti. I cannot tell you you're wrong or you're right. Siwezi kukwambia kwamba uko sahihi ama kwamba umekosea. But the Bible can. Lakini maandiko Biblia inasema na ndio itakayoongea. I am reading from the Bible. If you have a Bible with you, check me out. Maybe not have your Bible. Maybe in your Bible. It would make no sense for Jesus to come if we die, we go straight to heaven. Itakuwa haina maana kwa Yesu kuja ikiwa tukifa tunaenda mbinguni. These verses would make no sense. Ni kwamba uokovu utakuwa hauna maana ikiwa sisi tukifa. Utakuwa uokovu hauna maana ikiwa tukifa. Itakuwa haina maana Yesu kuja duniani ikiwa tukifa tunaenda mbinguni. When we die, we go straight to the grave. Tunapokufa tunaenda moja kwa moja katika kaburi. If I did have time, I would let you read Ecclesiastes. You'll see. Ikiwa ningekuwa na muda ningewapa nafasi mkasoma kitabu cha Mhubiri mkaangalia. When Jesus come back, the Bible says, and we just read it, those who die in Christ will rise. Did you hear that? Will rise. Yesu anapokuja mara ya pili, ni kwamba wale waliokufa wote watafanyaje? Watafufuka. If they're already in heaven, it doesn't make no sense to come back again and rise to miss them again. Does it make sense to you now? Ikiwa watu wako mbinguni wamesha kwenda mbinguni, itakuwa haina maana ya Yesu kurudi tena atakuja kuchukua watu gani? It doesn't make sense to you now? Hiyo inaeleweka? I mean, I didn't make that up. Mimi sio mimi nimeandika haya. Unless somebody confuse you or you confuse yourself, or you probably confuse you in another way. Labda mtu amekuchanganya ama wewe unajichanganya, lakini ukisoma maandiko yako wazi. She's not in heaven. Huyo haiko mbinguni. According to the Ecclesiastes, Hii hapo ninasoma kutoka katika kitabu cha Mhubiri. it says, Mhubiri. Ecclesiastes chapter 3, Mhubiri na sura ya 3, all go to the same place. wote huenda sehemu moja. Verse 20. Mstari wa 20. All come from dust, into dust, or return. Wote huenda mahali pamoja, wote hutoka katika mavumbi na hata mavumbini hurudi tena. When we die, Wakati tunapokufa, remember we made with two elements, dust of the ground and breath of God. Remember unajua that? sisi mwanadamu, nafsi iliyo hai imetengenezwa kwa vitu viwili: udongo ambayo ni ardhi, pamoja na roho ambayo imetoka kwa Mungu. When we die, the dust, Jesus made the pile of dirt, just like the bench. Wakati mtu anapofariki ni kama vile Yesu alivyosema, ni kwamba ni kama vile ni kama vile udongo tu, tunarudi kwenye udongo. When the Lord made human, he made human just like that. Tukumbuke kwamba Bwana kwa kumuumba mwanadamu alitumia mavumbi. She can move. Sasa hivi hawezi akatikisa. She can move. And the Lord come and
Na Bwana baada ya kuumba mtu kwa mavumbi akapulizia nafsi yake. That's the second element. Hiyo ni kitu cha pili ambacho kinamfanya mwanadamu au mwanadamu. And the Bible says, Na maandiko yanasema when you die, kwamba unapokufa the dirt go back, mwili ulioumbwa kwa udongo kurudi katika udongo. and the breath return to God Na who gave pumzi it. ile iliyotolewa kwa Mungu wakati wa kuumba mwanadamu, hiyo kurudi kwa Mungu. Read Ecclesiastes chapter 9 and chapter 3. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na sura ya 3 inadhihirisha kwamba mwanadamu ni mavumbi na urudi mavumbini anapofariki. Therefore, my brothers and sisters, Kifo, ndugu zangu, if you did not make provision for heaven, you can't go to heaven in the first round. ikiwa hukujiandaa wakati bado uko hai, hauwezi kaenda mbinguni ukiwa umeshafariki. You have to make that choice today while you're living. Inabidi uwe na maamuzi leo ukiwa bado unaishi. But I want to close with this. Lakini nataka kufungia kwa neno hili. Where did the breath go? Ni wapi pumzi ile inaenda? To God who gave it. Is that what the verse said? Inafikiri andiko linasema kwamba pumzi urudi kwa Mungu ambaye alitoa. If the breath go to the Lord, Ikiwa pumzi inarudi kwa Bwana, where is the Lord? Mungu yuko wapi? Where is the Lord? Bwana yuko wapi? Where is he now? Mungu yuko wapi? Bwana yuko wapi kwa sasa? Where is the Lord now? In heaven. Yuko mbinguni. Where did the Lord take the breath that he put in Adam? Bwana alitoa wapi pumzi aliyompumulia Adam? Did you say, hey, breath, come here? Je, alienda You stay there. Did you say that? Je, Bwana alienda akachukua pumzi sehemu akasema njoo na uingie humu? The Bible said Maandiko yanasema yeye alipumulia ama alisukuma pumzi yake. one thing the Bible did not tell me. Kitu kimoja ambacho Biblia ambacho The haituambii, Bible did not tell me he did. What? ambacho Biblia haisemi kwamba huenda alitumia mdomo kwa kuipuliza ile pumzi ama alitumia mapua kwa kuipuliza ile pumzi. In other words, if the Lord to give us life, when the breath go back to the Lord, He doesn't say go back to heaven. It says go back to the Lord who gave it. In other words, if the Lord did, in order for me to go, He has to do it. Ikiwa Bwana alitoa pumzi kwa kupuliza kinywani kwa mkuma Adamu, kwa hiyo inaporudi anaivuta tena inarudi kwake. If I did, Ikiwa you have life. Ikiwa nimesukuma pumzi kutoka kinywani, unapata uzima ama unakuwa hai. And the Lord said, He went back to where He came from. No. And the Lord take it. In other words, He probably did take it back. Na ikiwa kwa kuitoa alipumua, basi kwa kuirudisha huenda tena ameivuta katika kinywa chake. Thank you. My brothers and sisters, Ndugu zangu, think about your life. fikiria kuhusu maisha yako. It's not time to play with your life. Huyu sio muda wa kuchezea uhai wako. Hili linafanyika wao wakimaliza, nasi ndugu na marafiki tutafuata, na huku tukielekea kwenye magari kwa ajili ya kuelekea kwenye kaburi.
kama hauna address, omba alifanya karibu nawe akuelekeze, akupe nafasi. Kwa hiyo tunataka kusikiliza mwajiri wa Kahindo Nyalala anachoweza kutoa ushuhuda kuhusu yeye. I got to know Mama just in the last couple of years working at UT Medical Center. Niliweza kumjua mama kwenye kazi ya UT Medical Center. She always, in a high stress place, always had a smile, always could make you feel better, was always glad to see you and would make you glad to see her. Kahindo ni mama ambaye kila wakati alikuwa anatabasamu na alikuwa ni mtu mzuri ambaye kwa muda wote alionekana akifanya kazi vizuri na huku akitabasamu kwa kila ambaye anamtokea. I feel very privileged to be a part of this, be a part of your community and get to know her and know all her family. Really honored. Ilikuwa ni nafasi nzuri kwangu na nafasi ya kupendeza kuwajua ninyi familia yake na hasa kujuana na yeye ilikuwa ni jambo nzuri katika maisha yangu. Thank you for letting me be here. I love all you guys and really feel for you and know that she's in a better place and is happy. Naamini kwamba nashukuru sana kwa kuniruhusu kuwa pamoja naye, lakini pia naamini kwamba yeye yuko sehemu ambapo ni nzuri kwa sasa hivi. Asante sana. Na Mungu awabariki. Thank you so much. Tunapokwenda nje, tunakwenda kusikiliza mwelekezi ambaye atakayetuelekeza namna tunavyoenda kwenye kaburi. Kiongozi wa sehemu hii angeweza kutoa neno lolote kwa sasa hivi, lakini anapendekeza tunapokwenda nje aweze kutoa maelekezo ya namna tunavyokwenda kwenye huko kaburini na akituonyesha mataa yatakayotuongoza wakati tunapoendesha kwenda na kuwasha taa zako. Kila mtu unapokuwa kwenye gari ukumbuke kuwasha taa zako ili ukumbuke kwenye stop sign hatutosimama, kwenye mataa hakuna kusimama. Tunachokifanya wewe ni kuendelea kuflashlight mataa yako ya gari yako. Usisimame kwenye stop sign na usisimame kwenye mataa kwa sababu ile yaweza kusababisha walioko nyuma yako kufanya ajali. Kwa hiyo Ushatia? Sawa. Nasa pengamo. Okay. You gotta do quickly. Simu yangu unapatia mule mgani? Mtatumisha simu. Mbona tunakamatia kamera nyuma, swende kule mbele. Okay, I'm good.
Okay, tukamate 120 Kiswahili, 130 na vijana 32 Mnyarwanda. Msalaba wa Yesu nikae karibu. Msalaba wa Yesu nikae karibu, pale pana chemchemi ya kuponya dhambi, pale msalaba, msalaba wake ungezuzifagana wamarisha yote. Karibu msalaba, malitetemeka, indonigani one, zitarurema, barezo msalaba, msalaba wake ungezifagana wamarisha yote. Amriushe Yesu ikupande pale, nionyaze yeye nami nitwalapo pale msalaba, msalaba wake unizifagana wamarisha yote. Karibu msalaba wa kutegemea, ukesha na kungoja, nitakaa pale parezo msalaba, msalaba wake unizifagana wamarisha yote. Kiswahili 192, Kinyarwanda Haleluya. Haleluya. Amen. Na baadhi ya watu wa familia ambao hawajafika, kwa hiyo ndio maana unaona watu wanaoongoza nyimbo wataendelea kuimba huku tukisubiri baadhi ya ndugu wa familia ambao walipata stroke kwa sababu labda njiani wamepatwa na stroke, na kwa hiyo tutaendelea kuvumilia mpaka pale watakapofika, ndipo tutaendelea na awaza huko juu hamko nasikia. Tuko kama tunachelewa kidogo kwa sababu unaona magari yalikuwa mengi, tungali tunasubiri wale ambao wanakuja. Kwa hivi tutakuwa tukiimba sote. Mnyarwanda vijana 56 mwamba mwenye imara wako nitajificha majima unisafi
yafaa ni kungoja kushina na kwenda kaburini nipaapo mbinguni na kuona enzini roho yangu na iwe rahani mwako wewe. Naweza kuendelea na waza wale wenye kulikuwa na ngoja wameisha. Okay. Naweza kuendelea na wimbo mmoja, alafu baada ya wimbo tutapata ombi kuendelea na kesho. Kiswahili. Kinyarwanda ndio. Okay, umwendo gani nyumbani? Wimbo wa 5 Kinyarwanda. Kiswahili 158. Umwendo gani nyumbani? Mulizi gani jiru maziko sasa maisha mazeko karibu usahuzu nikajena marodele meengeno hata ushigo za sone ule mwanga na Bwana wewe uweza asurata ikatabi sasa mwene yegushira umadeka lebu usehuzu nizazena nijagaji imoyawe nabi umzado niliho samoti ya Bwana nikamu Jesus nizogaza ziyamego shikizi yamba kuwakazo azango ya nisha usiuzu miletena kakikiba You gotta push it upside down because you gotta go do this one. Sabana, Mamabota, Sabashana, Wenyefu, Rahamani, Yulani, My brothers and sisters, good morning. Jambo ndugu zangu, kaka na dada wangu. I want to introduce myself first because I didn't have time to do so over there. Nataka nijitambulishe kwa sababu kwenye huu funeral sikupata nafasi ya kujitambulisha. My name is Dr. Selev Izeon. Mimi kwa majina ni Dr. Selev Izeon. I am the head of the Haitians and the Africans in 5 states. Mimi ndiye msimamizi wa makanisa ya
watu wa Afrika na watu wa kutoka Haiti katika state 5 za hapa Marekani. I coordinate churches in Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, and Northwest Florida. Ninasimamia makanisa kutoka Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi na Florida. So I have a church called Abachongwe, which is nina kanisa hapa ambayo inaitwa Abachongwe SDA Church, ambapo dada yetu, mama yetu, shangazi yetu, kipenzi chetu ambaye alikuwa ni mshiriki wa kanisa hili. I always call her mama. Siku zote nilikuwa namuita mama yangu and call him papa. Na huyu baba namuita babangu. Last time I was here, I came to do a training. Mara ya mwisho nilikuwepo hapa kwenye wiki 3 zimepita, nikiwa nimekuja kufanya seminar ya viongozi. And I always teach about natural medicine. Na huwa kila siku nafundisha kuhusu dawa zitokanazo, uponyaji kupitia dawa zitokanazo na vyakula, hasa vyakula halisi. The point is this. Na jambo ni hili. Taking care of yourself is one thing. Kujijali ni kitu kimoja. But knowing when you're going to leave this earth is another. Na ukitambua kwamba utakapoondoka toka dunia hii ni kitu kingine. You can be in good health right now. Yawezekana una afya njema sasa hivi. But by a trip and fall, you're gone. Lakini kwa kujikwaa kidogo na kuanguka ukaondoka. This is how it is. Hivyo ndivyo ilivyo. So therefore, my brothers and sisters, kwa hivyo ndugu zangu, as I travel from Alabama to here, wakati nasafiri kutoka Alabama kuja Tennessee twice, mara mbili. First I come to help organize the funeral last week. Mara kwanza juzi nimekuja kuandaa kwa msiba huu, kuandaa mazishi na mambo ya msiba. And second, I come just to do this. Na mara ya pili nimekuja kwa ajili ya kufanya shughuli hii na kufanya kazi hii. No one here happy that she's gone. Hakuna yeyote ambaye amefurahia kuwa mama ametutoka. But we have no choice to let her go. Lakini hatuna uchaguzi na hatuna chochote cha kufanya. But there is hope though. Lakini kuna tumaini. Because when I read in Revelation chapter 21 verse 4, kwa sababu ninaposoma katika kitabu cha Ufunuo 21 na mstari wa 4, the Bible says this. Na Biblia inasema hivi. And God shall wipe away all tears from their eyes. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. And there shall be no more death. Na wala mauti haitakuwapo tena. Neither sorrow. Wala maombolezo. No crying. Wala kulia. Neither shall there be any more pain. Wala maumivu hayatakuwepo tena. For the former things are past away. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. That's hope for me. Hilo ndilo tumaini yangu mimi. And this is hope for you. Na hiyo ndilo tumaini na bado ninawapa familia na ndugu yeyote aliyoko hapa. So with that hope, kupitia tumaini hili, let's mama rest. Acha tumuhifadhi mama yetu alale. Maybe one day, huenda siku moja, we can see her again in heaven. Twaweza kumuona tena mbinguni. But until then, lakini inasema hivi, we have to say, lazima tuseme kwa heri. It's not easy. Sio rahisi. But I want us to sing this song with me, which you do know. Napenda tuimbe wimbo huyu kwa pamoja, nikiamini wengi wa hapa, walio wengi hapa wanafahamu. Sing the wondrous Lord Jesus, and His mercy and His grace, and the mansion bright and blessed, every memory's the place when we all get to heaven. What a
Ndugu zangu, tunatumaini we will shout the victory one day. kwamba tutaweza kutoa sauti ya ushindi. But until then, Lakini pia ninasema even though now we are crying, hata kama sasa hivi tunalia na kuomboleza, Jesus said, peace. na Yesu alisema amani iwe pamoja nanyi. Again, peace. Tena amani iwe pamoja nanyi. Let's pray. Acha tuombe. Father, again, thank you. Baba, tena tunakushukuru. Why we keep on saying thank you? Wakati tunaendelea kusema asante, Because we still have breath. kwa sababu bado tuna pumzi, No tunapumua. matter what happened today, Bila kujali ile ambayo imetokea leo. also are living Wakati tunapoimba as they were still to say thank you, na Lord. tunaendelea kusema asante Bwana. Bless this family. Bariki familia hii. Wipe their tears away. Wakati majonzi ni mengi, Touch them in a special way. wafundishe katika njia, waguse katika njia fulani. Let them not lose sight on you Wawezeshe wasikuache ama kuacha kukuangalia wewe, and keep them in perfect peace. I na pray. waendelee kuwalinda katika amani halisi. In Jesus' name. Katika jina la Yesu naomba. Amen. Nafikiri Pastor akishamaliza kuomba, taratibu zingine za kuhifadhi mama zinaendelea. Baba yetu angoja pale, anataka makao yetu. Kitambo bado tutautana ng'ambo pale. Kitambo bado tutakutana ng'ambo pale. Tutaimba pale kwa moyo, nyimbo nyimbo za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo bado tutakutana ng'ambo pale. Kwa Baba yetu Mungu umamaza yatoniye na kukutunza neno lako na maisha yanayotupa. Kitambo bado tutautana ng'ambo pale. Kitambo bado tutakutana ng'ambo pale. Haleluya. Kwa watu ambao wanahitaji wahifadhi sababu ya karatasi hizi. Kwa watu ambao wanahitaji karatasi, watamwona huyu, watamwona na Mhindi. Excuse. Watu ambao wanahitaji karatasi za kupeleka kwa kazi, kwa wale ambao walitakiwa wawe kazini leo, watamwona kiongozi wa familia ama mzee Muhindo kwa ajili ya kuchukua karatasi hizo, kwa sababu yawezekana tukitoka hapa mtu akawa anaenda sehemu nyingine, lakini mjue kwamba tukitoka hapa tunaelekea
kunawa, lakini kwa yule ambaye nafikiri anaweza kaondoka nayo, anaweza kumuona mkuu wa familia ama kiongozi pale muhimu. Asante sana. Kuna mwenye tulisema kabla ya kushusha mwili alisema kaimba wimbo hapa ya dakika. Yule anaweza kaimba, wakati ni huu. Sasa naomba wakati wake mbele ya kushusha mwili. Anaweza kaimba kwa sababu wanataka kushuka shamwili kama ana wimbo. Mama, ulale salama mama. Mama, ulale salama. Okay, good. Mama yetu, ulale salama. Mama yetu, ulale salama. Mama yetu, ulale salama. Mama yetu, ulale salama. Si watoto wako tunakulilia, si watoto wako tunakulilia. Mama mzazi, ulale salama. Mama mzazi, ulale salama. Ulitupenda nasi tulikupenda, ulitupenda nasi tulikupenda. Mama yetu, ulale salama. Leo hii sisi tunakuzika. Mama yetu, leo tunakuzika. Mama yetu, mama yetu, mama yetu, mama yetu. Hatukuzani leo tungekuzika. Hatukuzani leo tungekuzika. Lakini tunakuzika. Lakini leo tunakuzika. Mama, ulale salama mama. Okay, hiyo ilikuwa wimbo ya ndugu yetu akiwa ametamani naye Mungu aione huruma ambayo amekuwa nayo kwa ajili ya mzazi. Ni kweli mama alitupenda na sisi tukampenda, lakini kwa sababu ni chaguo la mwanadamu aliambiwa usile matunda kwa sababu utakapokula utakufa. Lakini akapenda kumsikiliza shetani kuliko kumsikiliza Mungu. Na ndivyo ilivyo leo, hata watu wakihubiriwa ujumbe, neno ambalo linaandikiwa ni kweli, lakini unaona mtu analipuuza wazi. So hatuko kuhubiri, tunafarijiana tu katika neno ambalo liko wazi. Andiko liko wazi, utakufa. Leo tunakufa. Watu wanasema hatuna haja ya kusoma Agano la Kale. Utawezaje kuidharau Agano la Kale? Na ndio inatuonesha sisi tulitoka wapi na sisi ni wanani. Watu wanasema sisi tuko ku Yesu tu, na Yesu ndiye aliumba, lakini wanasema hatutaki Agano la Kale, na Yesu ndiye aliamuru Agano la Kale iwe. So inamaanisha tuko katika vita ambayo ni ya uongo na nini na ukweli, na kama hatutasamini ukweli tutaendelea kukufa. Na hata kama tutakufa hapa, sio mwisho. Hii sio mwisho ya mwanadamu. Kama huyu hakuwa natenda mema, Biblia inasema atafufuka aza vitu viwili, kwa hukumu ya kifo cha milele